Selina Music. Mazingira yetu ndo afya zetu, tunapaswa kuyatunza. Kama yasipokuwa safi, milipuko na magonjwa. Waonaje dunia ya sasa ilipofikia? Wangapi wanateseka kupambana na afya, hospitalini hata majumbani, mitaani. Tujilinde kwa afya, mashuleni hata mavyuoni, mabarabarani. Tujilinde kwa afya. Kwa niaba ya Wizara ya Afya, hongera Rais, hongera Waziri wa Afya. Takutunza afya yangu, takulinda afya yangu, tawakumbusha na wenzangu, takulinda afya yangu. Hapa ni Bomani Beach, mahali ambapo Zinga Jogging Club tumekuja kuhitimisha mazoezi yao ya jogging pamoja na usafi ambao umefanyika pale kwenye zahanati ya Mlingotini. Na mbele yenu niko na kiongozi afisa wa afya, niko naye. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye kwa dakika kadhaa ili ujue anaitwa nani na anapatikana wapi, ofisi zake ziko wapi. Karibu sana kiongozi. Asante, habari za leo? Nzuri. Kwa majina anaitwa Ana Chiyanga, ni afisa afya wa kata ya Zinga ambaye anashughulika na usimamizi wa usafi wa mazingira katika kata ya Zinga, na ofisi zetu zipo katika ofisi ya mtendaji kata wa kata ya Zinga. Ndio. Bila shaka na wewe umekuwepo kwenye ile zoezi, na sisi kama Zinga Jogging tumefurahi kukuona. Kwa upande wako katika kitengo chako cha afya, una wito gani kwa wananchi? Hasa tumeona pale kwenye zahanati ya Mlingotini pale kuna jengo la mtoto na mama. Wito wako ni upi kwa wadau na jamii kwa ujumla? Asante. Mimi kwanza nishukuru kwa ajili ya kipindi kizima cha jogging kwa kutusapoti. Nasema kwamba ni kusapoti swala zima la usafi wa mazingira. Hasa leo tulikuwa katika zahanati yetu ya Mlingotini na tumeweza kushirikiana kwa pamoja katika swala zima la kufanya usafi. Na vile vile tunaweza tukaona kwamba kuna jengo pale linaendelea, lakini ile jengo napenda niseme tu kwamba ni kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya wananchi wote wa kata ya Zinga. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kufanikisha shughuli ile. Nguvu za wananchi ziweze kutumika, viongozi nao waendelee kusapoti kwa pamoja ili tuweze kufanikisha shughuli ile kwa manufaa yetu sote. Ndio. Shukrani sana. Nina swali moja jingine. Ndio. Inspekta Mwajuma Msofe, polisi kata ya Zinga. Ndio. Bila shaka umekuwa ukiona mara kadhaa akijitoa kuzungumza na watoto, kuzungumza na wamama. Amekuwa akizungumza sana, wimbo wake mkubwa ni kupinga ukatili wa kijinsia kwa watoto na kwa wamama na kwa wababa. Toa elimu kwa kina mama. Kama kawaida naambia kina mama, jamani, msiwe wakatili. Wakina mama, msiwe wakatili kwa waume zenu. Kama mume wako amekukosea, usiwe unampiga mwanaume au unamnyima chakula mwanaume. Mume amekukosea, msamehe, maisha yaendelee. Kwa sababu ukiachana mume wako ndio chanzo cha watoto wetu kuteseka, watoto kunyanyasika. Hivyo tunawaomba wakina mama
Usimpige mwanaume ikafikia mpaka hatua unamshika mizigo yake unataka kuitoa. Sio vizuri. Wanaume nao nawaambia wasipige wake zao. Wanaume tukishapata mimba tu. Tukitia mimba, tunajifanya kuondoka kwenda kutafuta wanawake wengine. Sisi wanatudharau, tunahangaika kina mama na hatuna kazi. Haya tumeshawaambia wanaume kuanzia leo msitese kina mama. Maana mama wao analalamika au jamani msitese kina mama wanaume. Yaani makundilika yote amekuwa akiyagusa. Lakini pia amekuwa akitoa elimu mbalimbali zinazowasaidia watoto kujikinga na masuala ya ulawiti, masuala ya ubakaji na mambo mengine ambayo yanaweza yakaharibu ndoto za watoto. Kwa upande wako wa afya, ni kipi ambacho unaweza ukakizungumza kwa Inspekta Mwajuma Msofe? Asante. Ambacho naweza nikakizungumza kwa upande wa afya, kwanza kabisa nipende kumshukuru kwa sababu amekuwa ni kiongozi mzuri ambaye anapigania jamii especially kwa watoto wetu. Amekuwa akijitoa, amekuwa akifuatilia kwa ukaribu sana swala zima la watoto. Kwa hiyo napenda kumshukuru sana. Lakini vile vile amekuwa akitusapoti kwa kiwango kikubwa sana katika usimamizi wa shughuli zetu, pamoja na hata pale inapotokea kwamba kuna ukorofi sehemu moja au nyingine, kama unavyojua kwamba kwenye shughuli zetu za usimamizi wa mazingira na mambo mengine ambayo yanaweza yakajitokeza na wakati mwingine inatulazimu hata kufikia hatua ya kutumia sheria. Kwa hiyo namshukuru kwamba amekuwa bega kwa bega pamoja na sisi pale inapotokea tatizo, basi tunaweza tukashirikiana pamoja kwa kutumia sheria na mwisho wa siku tunaweza tukafikia mwafaka mzuri. Kwa hiyo mimi napenda kumshukuru sana. Kwa upande wako wa afya, ni vipaumbele vipi au wito gani kwa wananchi ambavyo ni vya msingi sana? Kwa mfano, kumekuwa na masuala ya elimu, utoaji wa elimu za chanjo mbalimbali kwa watoto, kwa wamama, kwa wajawazito. Mwitikio wako katika ofisi yako juu ya elimu hizi ukoje? Asante sana. Ninapenda kuzungumzia kuhusiana na swala zima la watoto wetu. Yaani tunapomlinda mtoto ni kwamba tunamlinda katika nyanja zote. Kama nilivyosema kwamba mimi pia pamoja na kusimamia swala zima la usafi wa mazingira katika kata ya Zinga, pia vile vile nasimamia swala la chanjo nikiwa kama ni mratibu wa huduma za chanjo katika wilaya ya Bagamoyo. Kwa swala zima naloweza kulizungumzia kwa upande wa chanjo ni kwamba mtoto anatakiwa alindwe kuanzia anapozaliwa hadi mtoto anapofikia umri wa miaka 5. Na tunamlinda kwa kuhakikisha kwamba yule mtoto anapatiwa chanjo zote stahiki anazotakiwa kupata pasipo kukosa. Yaani mtoto anapozaliwa mpaka anapofikia umri wa miaka 5 lazima mzazi kama mzazi ahakikishe kwamba yule mtoto amepatiwa chanjo. Na anapatiwa chanjo kwa kuhakikisha kwamba ni lazima kumfikisha kliniki kwa ratiba zile zilizopangwa kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya chanjo. Na mtoto unapompatia chanjo unakuwa kwamba umemkinga dhidi ya magonjwa ambayo yanakingika kwa chanjo. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wazazi tunaendelea kutoa elimu kwa wazazi. Kwanza wazazi waweze kuelewa umuhimu wa chanjo. Kwa hiyo nafikiri kwamba mzazi akishaelewa ule umuhimu wa chanjo, vile vile atakuwa na hamasa ya kutaka mtoto wake kumpeleka kliniki na kuhakikisha kwamba amemaliza kupata chanjo zote. Kwa sababu inapotokea kwamba mtoto anapata chanjo na hakamilishi chanjo, tuseme mathalani anatakiwa apate chanjo 3, lakini unajikuta kwamba mtoto kapata chanjo moja alafu zile nyingine mama hakuweza kumpeleka mtoto kliniki, kwa mtoto akawa hajapata zile chanjo. Kwa hiyo huyu mtoto anakuwa kwamba bado hajapata kinga. Nasema kwamba mtoto bado hajakingwa kwa sababu hajakamilisha chanjo. Kwa hiyo tunawahamasisha sana kina mama vile vile na kina baba kuhakikisha kwamba wasimamie swala hili, kuhakikisha mtoto anafika kliniki kwa ajili ya kuweza kupata huduma. Pia sisi watu wa huduma wetu ni kwamba wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba muda wote chanjo zipo, na hatutaki kwamba mama afike kliniki na mtoto ashindwe kupata chanjo. Hapana. Tunahakikisha kwamba mama anapofika kliniki lazima mtoto aweze kupata huduma ya chanjo. Shukrani sana. Wamama wengi wamekuwa wakihudhuria kliniki za watoto na masuala hayo ya chanjo, lakini kumekuwa na kasumba za wamama, anapoona tu mtoto wake amefikisha umri fulani, wakati mwingine anamwachisha kliniki
Hii inakuwa na effect vipi juu ya makuzi ya mtoto? Asante. Ni kwamba tumeendelea kuwashauri wakina mama, sisi walengwa wetu tunataka tuhakikishe mtoto mpaka miaka 5 analetwa kliniki, kwa sababu hata kama atamaliza zile huduma za chanjo, lakini vile kuna mambo muhimu ambayo tunaendelea kuyaobserve, yani kuyaangalia katika makuzi ya mtoto. Lazima tuendelee kuangalia huyu mtoto, je, uzito wake anaendeleaje, unapungua au unaongezeka. Kwa hiyo ni swala ambalo tunaweza tukalipata kama mtoto analetwa wapi, analetwa kliniki. Vile kuna magonjwa mengine mtoto anapokuja kliniki, kuna mambo mengine ambayo kwa kumwangalia mtoto unaweza ukagundua kwamba mtoto huyu ana changamoto 1, 2, 3, na tunaweza vile tukaongea na mama kwa ajili ya kumshauri kwamba kutokana na hali ya mtoto hapa boresha namna hii. Sawa kwamba mtoto unawezekana ikawa kwamba mtoto amekuwa overweight. Overweight nayo ni vile ni nini? Ni ugonjwa, si ndio? Kwa mama lazima umshauri kwamba kwa mtoto huu kwa weight hii aliyofikia, basi katika ulaji wake punguza hiki ili mtoto aweze kuwa na uzito ambao unatakiwa kwa umri alionao. Lakini vile unapoona kwamba mtoto yuko chini, yani ana uzito wa chini ya kiwango, vile ni kumshauri mama kwamba ni vyakula vipi ambavyo anaweza akampatia mtoto kwa ajili ya kuweza kuongeza ukuaji wake na kuwa na uzito sahihi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo wamama wanapata na wanashauriwa, na elimu nyingi ambayo wanaipata pindi wanapofika kliniki, wanaweza wakapata na wakaboresha zaidi katika swala zima la makuzi ya mtoto. Shukrani sana kiongozi. Mtazamaji anaweza akatamani kujua ofisi zako au ofisi yako ilipo, lakini pia na mawasiliano. Kuna mwingine anaweza akasema kwamba anakutembelea tu apate ushauri, anatamani kujua ofisi zilipo. Unaweza ukatuambia ofisi zako hasa ziko sehemu gani na mawasiliano? Asante. Mimi ofisi yangu napatikana ofisi ya mganga mkuu wa wilaya pale hospitali ya wilaya Bagamoyo, ofisi ya afya. Niko pale kama mratibu wa chanjo, na namba zangu za simu ni 0752 87 43 15. Kwa hiyo ukifika hospitali ya wilaya pale, kuelezea mratibu wa huduma za chanjo Ana Chiganga, basi unaweza ukanipata. Shukrani sana. Ofisi nyingine inapatikana ofisi ya mtendaji kata ya Zinga, napatikana pale. Shukrani sana. Nikushukuru kiongozi kwa kutupa ufafanuzi wa masuala ya afya, lakini jambo la mwisho ambalo ningetamani kujua, unakuaga na una jukwaa lolote la elimu kuhusiana na afya ya mtoto na mzazi pia? Ndio. Jukwaa tunakuwa nalo kwamba katika zahanati zetu zote na vituo vya afya tunavyotoa chanjo, ambavyo tuna vituo 24 katika wilaya Bagamoyo ambavyo vinatoa huduma ya chanjo. Kwa hiyo sisi huwa tunatumia ile jukwaa la RCH. Kwa hiyo mama wanapokuja kliniki kabla ya kupata huduma, ni kwamba tuna swala zima la utoaji wa elimu. Kwa hiyo ni lazima tunawafundisha wale kina mama mambo mbalimbali yanayohusiana na swala zima la chanjo, yanayohusiana na swala zima la lishe. Tunawapa hiyo elimu kabla ya kuanza kupata huduma walizofuata. Shukrani sana. Ratiba zenu huwa ni juma ngapi na juma ngapi? Sisi ratiba zetu ni kwamba huwa tunatoa chanjo siku zote Jumatatu mpaka Ijumaa. Katika vituo vyote huduma za chanjo zinapatikana. Shukrani sana. Nikushukuru kiongozi kwa ushirikiano wako. Nyuma yetu wapo Zinga Jogging Club, wamepumzika baada ya mazoezi. Wito kwa wananchi wa kata ya Zinga kujiunga na mazoezi ya jogging. Watu wanasema mazoezi ni afya. Wewe unasemaje juu ya hilo? Ni kweli kabisa, nami naungana na wewe kwamba mazoezi ni afya. Sawa, na kupitia mazoezi kwamba tunaweza kuboresha afya zetu na tukaendelea kuwa fiti zaidi. Kwa hiyo nami naungana na wewe kukubaliana kwamba swala zima la jogging ni muhimu sana kwa afya zetu. Asante. Wakati mwingine tutapata nafasi ya kufanya mahojiano na wewe kama timu ya AB Media TZ na kutembelea ofisi zako
Si tunaruhusiwa? Karibu. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya AB Media TZ Kisima cha Burudani, huyo alikuwa ni afisa wa afya ambaye anasimama katika kata yetu ya Zinga, na kama unavyoona wana Zinga Jogging wameshafanya mazoezi yao ya mwisho na wameogelea, mwili sasa hivi uko fiti, na hapa wanakunywa uji. Wanakunywa uji, mambo yako vizuri kabisa. Mpenzi mtazamaji, ratiba za Zinga Jogging Club ziko kama ifuatavyo. Zinga Jogging Club wamekuwa na ratiba ya kufanya mazoezi kila siku ya Jumamosi ndani ya wiki, na ratiba zao zimekuwa zikitofautiana kutokana na mpangilio tu wa location, mahali ambapo wanaenda kufanya mazoezi. Kwa mfano leo Jumamosi ya leo tumeanzia mazoezi pale Zinga hospitali mpaka Mlingotini, lakini ratiba zao ni Jumamosi kuanzia saa 11 na dakika 45 mpaka majira kama haya. Lakini pia ratiba nyingine ni siku ya Jumapili. Jumapili ratiba yao imekuwa sio ndefu sana kama hii, wamekuwa wakifanya mazoezi mafupi tu ya kuzunguka katika barabara za mitaa mbalimbali, lakini weekend kama hizi za usafi wamekuwa wakizunguka kufanya na usafi pia kama mlivyoona siku ya leo, na hizo ndizo ratiba zao. Lakini pia viongozi wa Zinga Jogging Club wanaendelea kuwakaribisha wanachama mbalimbali kujiunga na jogging hizi, lakini pia kubwa kuliko Jumatano ya wiki hii iliyopita kumekuwa na kikao kikubwa, kikao cha umoja wa wanajogging wa vilabu vya jogging katika wilaya ya Bagamoyo, na Zinga Jogging ni sehemu ya vilabu hivyo, na wamepanga pia ratiba za mazoezi ya pamoja ya jogging, na zamu inayofuata itakuwa ni ya tungutungu. Kwa hiyo nitakuletea ratiba hiyo siku zijazo, na kila eneo katika mji wa Bagamoyo. Mapinga Jogging Club siku ya leo walikuwa na jogging, na wao wamekimbia kuelekea mahali walipojua. Tungutungu pia vivyo hivyo, na maeneo mengine katika viunga vya Bagamoyo wamekuwa na ratiba zao siku ya Jumamosi na Jumapili. Lakini endelea kukaribisha mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya AB Media TZ kuendelea kufuatilia vipindi vyetu na matukio haya ambayo tumekuwa tukikuletea. Nikukaribishe kwa mara nyingine tena. Siku ya leo tutaishia hapa. Bye bye. Karibu sana. Hii ni AB Media TZ Kisima cha Burudani. Kwa heri.